Tangu nikiwa mdogo, kila mtu alikuwa akisema mimi ni zawadi kutoka mbinguni. Ngozi yangu nyororo yenye rangi ya maji ya kunde, macho yangu ya kurembua na tabasamu lililoweza kuyeyusha moyo wa mwanaume yeyote, vilinifanya niamini kuwa dunia ilikuwa mkononi mwangu. Lakini sikujua kuwa urembo huu ungekuja kuwa kizuizi kikubwa cha amani ya moyo wangu. Nilimpenda Baraka kwa dhati. Alikuwa mwanaume mpole, mfanyakazi na mwenye malengo. Tulipanga kufunga ndoa baada ya mwaka mmoja wa mahusiano yetu, lakini kadiri siku zilivyosogea, ndivyo kivuli cha uzuri wangu kilivyoanza kuleta mawingu mazito. Kila tulipotoka, macho ya wanaume wengine yalikuwa yakiniandama kama mwewe anayewinda kifaranga. Baraka alianza kubadilika. Wivu ukatawala nafsi yake kama kansa. Kila simu niliyopokea ilikuwa kosa, na hata salamu ya kawaida kwa jirani iligeuka kuwa ushahidi wa usaliti kwenye mahakama ya akili yake. Siku moja, drama ilipamba moto pale tajiri mmoja mjini, Mzee Salim, alipoamua kuweka kambi mbele ya ofisi yangu akiwa na gari la kifahari. Mbele ya macho ya watu, alishusha kioo na kunyoosha mkono wenye dhahabu akisema, "Urembo kama wako haustahili kutembea kwa miguu kwenye vumbi hili." Aliniahidi maisha ya anasa, magari na nyumba, vitu ambavyo Baraka pamoja na bidii yake hangeweza kunipa kwa wakati huo. Mzee Salim hakujali heshima yangu. Kwake mimi nilikuwa kama picha adimu ya mnada inayopaswa kununuliwa kwa dau lolote. Baraka alipofika kunichukua jioni hiyo, alimkuta Mzee Salim akiondoka huku akinitupia busu la kejeli. Hapo ndipo dhoruba ilipoanza. Baraka hakutaka kusikiliza maelezo yangu. "Uzuri wako umekupandisha kichwa," alifoka huku akipiga usukani wa gari lake kuukuu. Mtihani ulizidi pale marafiki wa Mbeya waliposambaza picha mitandaoni nikiwa nimesimama karibu na gari la Mzee Salim. Tetesi za uongo zilienea kuwa nimeuza utu wangu kwa pesa. Baraka, badala ya kuwa kinga yangu, akawa mtesaji wangu mkuu. Usiku wa mvua kubwa, kukiwa na radi zinazopasua anga, Baraka alikuja nyumbani kwangu. Hakuwa na mawa, bali alikuwa na pete yetu ya uchumba mkononi. "Chukua urembo wako, nenda kauze kwa huyo tajiri," aliniambia huku akinitupia pete kifuani. Pete ilianguka kwenye matope, sawa na moyo wangu ulivyokuwa umepondeka. Aliondoka na kunitupa kwenye giza la mvua, nikiachwa nikilia na kujiuliza, je, ni kosa kuwa mzuri? Nilijikuta nipo njia panda. Mzee Salim alituma ujumbe, "Mlango wangu uko wazi, huyo maskini ameshakukimbia." Upande mmoja kulikuwa na utajiri uliokuja na dharau, na upande mwingine kulikuwa na Baraka, mwanaume niliyempenda ambaye hofu ya kunipoteza ilimfanya awe adui yangu. Hapo ndipo nilipogundua kuwa uzuri wa nje bila amani ya ndani ni sawa na gereza la dhahabu. Nilichukua uamuzi mgumu. Niliizima simu yangu kwa miezi 3. Nilihama mtaa na kuanza maisha mapya ambapo hakuna aliyenijua. Nilijifunza kuwa thamani yangu haipo kwenye jinsi watu wanavyonitazama, bali kwenye ujasiri wa kusimama mimi kama mimi bila kuhitaji uthabitisho wa mwanaume. Baada ya nusu mwaka, ukweli ulijulikana. Mzee Salim alinaswa kwenye kashfa nyingine na ikagundulika kuwa nilikuwa nikimkataa mara zote. Baraka alinitafuta kama mtu aliyechanganyikiwa. Aliponipata, alipiga magoti kwenye vumbi akitiririka na machozi. "Niliupenda uzuri wako, lakini nilishindwa kuuheshimu moyo wako," alisema kwa sauti ya kuteremka. Nilimtazama, kisha nilimtazama yule mwanamke mpya kwenye kioo. Nilimshika mkono na kumwambia, "Nitakusamehe, lakini safari ya kurudisha uaminifu ni ndefu kuliko barabara tuliyopita." Tulianza upya, lakini safari hii tukiwa na funzo kuu. Mapenzi ya kweli hayahitaji macho tu ya kuona sura, bali yanahitaji roho yenye ujasiri wa kuamini kisichoonekana kwa macho.